Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu wapenzi wafuatiliaji wa darasa zangu, wafuatiliaji wanafunzi wangu, nikiwa na matumaini ya kwamba leo mmeamka salama buheri wa afya. Nami nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuiona siku nyingine, maanake ni fursa adhima ambayo wengi hawakuiona, lakini mimi na wewe tumepata kuiona fursa hii. Hatuna budi kurudisha sifa na shukrani na utukufu kwake Mwenyezi Mungu, sababu yeye apangalo ndo huwa, kutushukuru kwa kusema alhamdulillah. Leo nimependa kuzungumzia miti ambayo ukiitumia itakuwa ni dawa, lakini ukiizidisha itakuwa ni maradhi. Yaani ukiitumia miti hii inakutibia, lakini ukizidisha kiwango inakuletea madhara, inakusababishia matatizo. Nimependa kuzungumza ili tujue miti hii na tujue kutumia, sababu wengi wanaitumia na tusipozungumza tutapata dhima. Ni uzungumza ili watu wajue, wakijua watatumia kwa usahihi, ili wasijisababishie madhara wao wala kwa wenzi wao. Mti wa kwanza ni mti wa mwarobaini, na mti wa pili ni mti kwa jina wengi sisi tunauita mbono. Sijui kwenu mahali ulipo mnauita jina gani, lakini ni mti ambao unauona katika skrini yako hapo, unaitwa mbono. Wa kwanza ni mwarobaini, wa pili ni mbono, wa tatu ni mpaipai ama mpapai. Miti hii ni miti mizuri kabisa, lakini unafaa kuitumia kwa kiwango. Unafaa kuitumia kwa nini? Kwa kiwango, sababu huu mti wa mwarobaini ukiuzidisha unasababisha tatizo la ini. Kwa unafaa kutumia robo glass, hizi glass za kawaida, robo glass, asubuhi na jioni. Usitumie asubuhi, mchana, jioni. Na haijalishi unajitibia tatizo gani, haijalishi ni nini kile ambacho unajitibia, lakini unafaa kutumia asubuhi na jioni, lakini pia kwa ujazo wa robo, sio nusu. Na kuna wengine maskini wanatia hata kikombe. Jaza kikombe chote kabisa, na kikombe kikubwa kabisa, akiamini kwamba labda akiweka nyingi ndio huwa inatibia haraka. Mti mwingine ni mpapai. Huo ukiuzidisha unakusababishia tatizo la figo, ambao nao ni utumie kwa ujazo wa robo, iwe ni asubuhi na jioni. Lakini mwingine pia ni huo ambao unauona katika skrini yako, mbono. Nitafanya episodi nyingine inshallah nielezee mwarobaini unatibu nini na nini na nini, na nitafanya pia huo mbono mjue kwamba unatibu nini na nini. Lakini pia nitafanya nyingine ya huu mpapai unasaidia nini na nini. Lichakuwa mpapai nilishauelezea tayari. Nilishafanya episodi kama 2 nyuma, nafikiri mwaka juzi. Ukiingia katika TikTok yangu utaona, na YouTube yangu pia utaona. Lakini nitaueleza kwa kina zaidi inshallah kadri ya Mwenyezi Mungu atakavyoniwezesha. Niwatakie Ijumaa karimu, Ijumaa mubaraka kwa Waislamu wote dunia nzima. Lakini pia nishukuru kwa fursa, tuendelee kustafidi inshallah. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie fursa zaidi inshallah, ili tuweze kufundishana yale yaliyokuwa mema na yale ambayo kwamba yanaweza kutusaidia katika maisha yetu biidhnillah inshallah. Kwa ni Ijumaa njema, wabillahi tawfiq.